Hatujajua kwamba yuko Mungu anayeweza kutusaidia kuacha dhambi. Hatuwezi kuacha dhambi sisi wenyewe. Yes, haleluya. Kuna mwingine anaona tunampigia kelele. Laiti ungalijua hata uwezo wa kusikia hizi kelele. Yes, ni kwa sababu Mungu bado ameshikilia pumzi yako. Hakuna maiti anayesikiaga kelele. Yes, dakika moja Bwana akiondoa hiyo roho yako. Yes, tutakuwa tunahubiri hivi ila hautasikia. Dakika moja Mungu akiondoa roho yako. Yes, yule mke wa nje ambaye unayemwona mzuri zaidi hautamwona tena. Yes, unaweza ukasema tunakupigia kelele. Yule mwanaume anayekuonga pesa kila siku. Yes, hautamwona siku ya kifo chako. Yes, ni yeye mpokee Yehova ambaye ukiwa hapa duniani anakuwa na wewe. Yes, wasawa wote kusumbua. Yes, unakuta mtu atake habari za Mungu. Halafu anasema mimi ni mrembo. Mimi nina biashara. Halafu ikitokea mchawi mmoja anayejifunza uchawi mbalifu akamuogopesha, usiku nakuta ameshaenda Sumbawanga kwa toka. Njoni wajanje tupo kwa Yesu. Mchawi anapokuja kama paka, tunamrudisha kama panya. Akija kama mjusi, tunamrudisha kama ndege. Kwa nini? Iko nguvu ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Hakuna mwanadamu ambaye yuko salama kama hajampokea Yehova. Hakuna kijana mwenye usalama kama hujampokea Yesu aliye hai. Si kweli unaweza kama unajiona uko salama, lakini mganga akiambiwa kuna mfanyabiashara mwenzako ananisumbua, anakupiga tukio moja tu. Anakupiga tukio moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na akikupiga tukio moja huwezi kuendelea tena. Unashangaa ghafla mama fulani alikuwa anauza nyanya, alikuwa anauza mchele. Ila wakati anataka kupanga, alikuta kwenye kibanda chake kuna mjusi. Yule mjusi alipomfukuza, ndio leo mama fulani hatuponaye tena. Lakini sisi tukikutanaga na mambo kama hayo, hatunaga mbambanja nyingi. Kwa maana tunaichoma mamlaka inayotokana na jina la Yesu. Ya kwamba kwa jina la Yesu wapo wanatii. Kwa jina la Yesu wapo wanatii. Kwa jina la Yesu wanaume wanatulia kwenye ndoa. Kwa jina la Yesu vijana wanaokoka. Mabinti zako wanakuendesha. Sasa hujajua namna gani wapeleke. Walete kwa Yesu uje uone. Vijana waliookoka wapo bwana. Mabinti waliookoka wapo bwana. Sio kila binti ameharibika. Sio kila kijana ameharibika. Sasa lako mwapeleka kwa waganga, utazaa waganga wengi, utazaa wachawi wengi. Ukitaka watoto wako wa maana, usiwapeleke kwa waganga, usiwapeleke kwa tafutia dawa. Dawa ni moja tu, inaitwa dawa ya Injili. Sisi tulipopokea hii dawa, tukiona dada tunaona kama dada zetu, hatuoni kama watu wa kuzini nao. Haleluya. Hauhitaji dawa ya kuweka kwenye mchele. Unahitaji jina linaitwa jina la Yesu. Unahitaji jina linaitwa jina la Yesu. Jina ukiwa nalo unakuwa salama. Ukiwa kijana unakuwa salama. Ukiwa binti unakuwa salama. Ukiwa mwanaume unakuwa salama. Ukiwa mwanamke unakuwa salama. Haleluya. Haleluya. Mama zetu waliteswa na vitu vya kijinga. Unasikia katoto ka darasa la pili kanajifunza uchawi, kanamroga mama yako wa miaka 52. Haleluya. Haleluya. Basi kuna mtu anamwambia habari za Yesu anakataa. Alafu anaweza kuogwa na katoto ka darasa la pili ambako akajia hata kuandika vizuri. Akakimfanyia matungu unakuta mkono umevimba. Sisi hatukuwaga na mambo mengi. Tulipojua kuna wachawi wa darasa la pili, tulipojua kuna wachawi wazee, tukajua kuna wachawi wa saizi ya kati. Tukamtafuta mzee mmoja anaitwa mzee wa siku. Yeye alikuwepo kabla ya wachawi, yeye alikuwepo kabla ya waganga, yeye alikuwepo kabla ya mke mwenza, yeye alikuwepo kabla ya huyo Hawara. Anabadilishaga mambo. Akasema Yesu karibu maishani mwetu. Alipokaribia kwenye maisha yetu, wale watoto waliokuwa wanarogwa, mimi nimewahi kurogwa maskini na mwili wangu huu na ujana wangu huu. Ndio maana nakwambia darasa la pili anakuroga. Hauko salama
salama mama kama una Yesu. Mfanya biashara hauko salama, kwa maana chochote cha mchawi akiamua kinakuwa. Nimerogwa, nipo darasa la 7, ninatembea hivi maskini, lakini nikasikia neno moja akisema ya kuwa kwa kupigwa kwake nani anaitwa Yesu, kwa kupigwa kwake nani anaitwa Yesu, sisi tumepona. Tulipomwamini Yesu, yale magonjwa yaliyokuwa yananitesa hospitali hawaoni kipimo, wanaweka hawaoni, na wengine hapa kuna magonjwa yanakusumbuaga, nenda hospitali haiwezekani. Tumekwambia habari za Yesu utaki, halafu kumbe wewe ndo kiti cha wachawi, na wachawi wanaokutumia wewe wala sio wachawi watu wazima, ni vile vichawi vya darasa la kwanza na vingine ambavyo havijui kusoma na kuandika, ndo vichawi huo vinakuchukuaga wewe. Tunakuona unaendesha gari sasa hivi, kumbe usiku ni kiti cha wachawi. Tunakwambia habari za Yesu, tunasema mmechanganyikiwa. Yesu akawaambia hatujachanganyikiwa, bali tumeijua ile siri ya Injili. Nasi tumekuja kuambia mama, tumekuja kuambia baba, tumekuja kuambia kijana, maisha yako yako salama ukiyakabidhi kwa Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Unadhani mabinti wanaoharibikiwa sio watoto wa watu? Unadhani wanaume wanaoiba wake za watu sio watoto wa watu? Unadhani ndoa zinazoharibika, wale wanaoharibikiwa ndoa, unadhani sio watu? Ni watu. Ndoa yako haiko salama, biashara yako haiko salama usipoingiza kwa Yesu. Bwana Yesu sio sana. Sisi wakati tunakuja chuo tuliaminishwa ya kuwa ukifika chuo kijana lazima uharibikiwe. Tukaenda magotini tukasema baba, wametuambia ya kwamba ukifika chuo lazima uwe mzinzi baba. Tukamwambia baba, ukifika chuoni lazima ubebe mimba baba. Akasema hapana, mnayaweza mambo yote katika mimi ninayowatia nguvu. Yesu alipotutia nguvu bwana, kitabu tunapiga, Injili tunapiga, na mimba hakuna mimba hapa. Ndio maana tunawaambia ya kwamba vijana njoni kwa Yesu, mama njoni kwa Yesu. Huko kumenoga bana, na hapo watu wa mtaani wanaulizana mmepigaje hapo? Tumepiga na jina la Yesu, tumepiga na jina la Yesu. Hatujapiga kwa dawa, hatujapiga kwa ukahaba, hatujapiga kwa dawa ya mganga, hatujapiga kwa zinaa, tumepiga kwa jina la Yesu. Unataka biashara yako ipige faida nzuri, hebu piga na jina la Yesu. Unataka ndoa yako ipige vizuri, ipigishe na jina la Yesu. Unataka maisha yako ende vizuri, hebu piga na Yesu. Unataka wanao wafaulu vizuri, wapigishe jina la Yesu. Sisi wazazi walipotupeleka kanisani, tuliona kuna namna wanatunyima raha, tukaona mbona kuna vitu tunakosa, ila leo tumeshangaa wazazi wenzetu wanatafuta mabinti wako wapi ili wazini wawaharibu, ili wawape mimba. Wakati wanapowapa mimba na wao wanapewa ukimwi. Ninapoongea hivi, wapo vijana wenzangu ambao tulipoambia habari hizi wakasema acha tule raha, na sisi tukasema acha tule Injili. Wao wakala, sisi tukala Injili. Wengine wapo kaburini, sisi tukamalizi. Tunasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Tunakuhamasisha mama mmoja, tunakwambia baba mmoja kwamba maisha yako hayawezi yakawa salama kama Mungu ataingilia kati. Halo. Bwana asifiwe sana. Unaendesha gari kumbe unamwendesha mama yako. Unaendesha gari kumbe umemzika mtoto wako. Kuna kitoto chako umekiweka kuwa zezeta pale. Alafu sisi tunakuona una V8. Alafu nadhani na wewe umepiga maisha. Na ukiuliza umepigaje hapo? Una cha kuambia. Haleluya. Sisi ukikuta tumemiliki maisha, ukikuta kiatu tulichovaa ni tumekaa tumepiga kazi, mama akiwa mzima, baba akiwa mzima, na watoto ni wazima. Wewe ili upate mali, yaani unabadilishana mtoto wako na gari, unabadilishana mtoto wako na makabrasha haya, ambalo linapata ajali linaondoka. Kumbe mtoto uliyemharibu
magari mengi. Angekuwa waziri atakupeleka nje ya nchi. Wewe umefanya zezeta. Alafu tukikwambia habari za Yesu, unakupigia kelele. Halo. Bwana Spesa. Anayekwambia injili hii sio mwanaume. Ni kijana na mwanachuo ambao mnaamini wanachuo waokoke. Katikati ya makapi Yesu amejisazia watatu. Katikati ya majina Yesu ameshaza wengine. Katikati ya wahuni kuna wapiga injili bwana. Tumeibuka hospitali. Tumeibuka kama waganga. Tukasema hata twende Mbalizi vigange roho za watu. Kuna mama ameteseka, anawaza anasema, mabinti zangu mbona wamenichosha? Nikwambie mama, mabinti hawabadilishi tabia, hawafungwa nyingi. Kwa maelezo mengi, kuna maelezo yanaitwa injili. Sisi tulipoyapokea, mimi mzazi wangu yupo Kagera, ila niko Mbalizi, hajaniambia, ila kuna nguvu ya Bwana iliponivaa nikashinda kukaa. Wakati wengine majira kama haya damu imechemka, wanasema damu imechemka, wanasema damu imechemka, wanasema damu imechemka, anamharibu binti wa mtu, wanasema damu imechemka, anampiga binti wa mtu. Mimi damu inachemka, nabeba sipika, nakuja Mbalizi, nawaambia Yesu ni Bwana. Haleluya. Natamani niongee mpaka kesho. Lakini lengo ni Yesu anaweza kukuokoa. Mama, Yesu anaweza kukuokoa. Baba, Yesu anaweza kukuokoa. Unapuliza sigara na kupuliza, ujui kinachokupa nguvu ya kuvuta hiyo sigara ni nini? Anasifiwa sana. Wanasifiwa. Unatupulizia sigara unaona wewe ni mwamba. Anasifiwa. Hali imebadilika sasa hivi. Mwanaume anamtamani mwanaume. Mwanaume anazini na mwanaume. Kitu ambacho hata mbwa hawafanyi. Kitu ambacho hata mbuzi hawafanyi. Hata ng'ombe hawafanyi. Na huyo mama ukimkuta ni yuko smart kama hivi. Yuko smart kama hivi. Kumbe mwingine ni mwanamke. Mungu wa kukosea. Kukuumba wewe mwanaume. Kukuumba wewe mwanamke. Ni ambacho umekosea wewe. Unamkubali huyu Mungu abadilishe maisha yako. Mama, mkubali leo. Baba, mkubali leo. Rafiki yangu, mkubali leo. Kijana, mkubali leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Watakuuliza umeshindaje? Umepigaje? Umepitaje hapo? Unamwambia Yesu ni Bwana. Wengine watakuuliza biashara yako imeendaje? Mwambie Yesu ni Bwana. Watakwambia umeshindaje umalaya? Yesu ni Bwana. Watakwambia ndoa yako ina amani. Yesu ni Bwana. Wengine watakwambia unafauluje? Mwambie Yesu ni Bwana. Wengine watakwambia umeuzaje mama? Mwambie Yesu ni Bwana. Mwambie wateja wamekujaje? Mwambie Yesu ni Bwana. Sijamuona Yesu huyo tunayemtangaza anabadilisha. Bwana huyu Yesu tunayemtangaza angalia, anaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Unaweza kuuza biashara yako katika yeye atutie nguvu. Unaweza kupata wateja kwa akili zako katika yeye atutie nguvu. Anasifiwa. Na mimi umetusikia mtumishi wa Mungu. Mama yangu umetusikia. Kijana mwenzangu umetusikia. Biblia inasema utakapofika kwa Bwana pale utaona watoto wamevaa makoti meupe. Yesu anakuonesha. Unaona hawa vijana. Na kuna mwingine tunapoongea hivi, umempanga binti wa mtu ulale naye alafu hujamtolea mahali. Yaani tunapoongea hivi, kuna mwanamke ameolewa, yeye anapanga akitoka hapa apitie kwa mume wa mtu. Yaani tunapoongea hivi, kuna mwanaume ameshaonga pesa za watoto wake kwa mwanamke ambaye sio mke wake. Alafu watoto wake wamefukuza wana ada hapo nyumbani. Lakini majira hayo Bwana atakuja na kuuliza. Kuna vijana walikuja wakasema habari hizi. Je, uliwaona? Ndio. Je, uliwaona? Je, uliwaona? Nikushauri tu. Fanya uamuzi. Kama umesikia neno hili. Natamani kumpokea Yesu. Ndio. Unaweza kuinua mkono wako pale ulipo. Shakataba. Inua mkono wako pale ulipo. Fanya tendo la kijasiri. Inua mkono wako pale ulipo. Kwa sababu huyo unayemwogopa ndiye atakayeenda kulizia bei ya jeneza utakapokuwa umeondoka.
Anaweza sasa. Huyo unayemwogopa ndiye atakayewaambia ukoo zile za kusikia wanahitaji zile sanda, wale shinga atawaelekeza duka wanakouza sanda. Huyo unayemwogopa, huyo mme wa nje, huyo unayemwogopa, yes, ukisha kufa atafuta namba yako ya simu siku hiyo hiyo na anasema simjui. Lakini shetani na Mungu ni lazima ukutane nao. Unaweza ukainua mkono wako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimesikia neno lako. Naomba kuanza maisha mapya, maisha mapya pamoja na wewe, pamoja na wewe. Nimechoka na dunia, nimechoka na dunia. Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Tamani kuanza na wewe, tamani kuanza na biashara yangu, biashara yangu, ujana wangu, ujana wangu, mama wangu, mama wangu, familia yangu, familia yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba nisaidie, Baba nisaidie. Kama umefanya maamuzi, tulia nikuombee. Yes, sasa kwa namba ya simu unaweza ukatafuta muda wowote tukakuelekeza ni nini ufanye ili kudumu ndani ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea mtu mmoja aliyefanya maamuzi ya kuyaleta maisha yake kwako Bwana Yesu. Ninamwombea neema ya kusimama, neema ambayo imetusaidia Bwana, neema ambayo imewasaidia baba zetu, neema ambayo imesaidia wachungaji wetu Bwana, naye akasimame ili tunapomaliza safari hapa duniani tukutane mbinguni siku moja. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.